Tunaanzia kwenye kijiji kimoja hivi ambako kinaitwa Bayo. Kwenye hiki kijiji tunamuona binti mmoja hivi ambaye anaitwa Aminata. Aminata alikuwa akiishi kwenye kijiji na familia yake na baba yake na mama yake. Mama yake na Aminata alikuwa ni mkunga hodari sana kwenye kijiji hiki. Na alikuwa anatamani siku moja mwanae awe mkunga kama yeye. Siku moja mama yake na Aminata wakatoka wakaelekea kwenye kijiji kimoja hivi. Na walipofika huko wakaona manjemba fulani hivi amevamia. Ikabidi mama yake na Aminata watoke kwenye kijiji hiko na kurudi nyumbani. Kwenye nyumbani kwao kuna huyu mke wa mfalme anaitwa Kenz yeye anamchukia sana Aminata na hampendi kabisa. Kwa hiyo kufika pale babake na Aminata ni mtu wa ibada sana, yani mtu wa kusali muda wote na anapenda sana ibada. Na alimfundisha mwanae kuwa ujasiri wa hali ya juu. Alimfundisha mambo mengi sana mtoto wake. Wakati wapo kwenye mafunzo na furaha ya hapa na pale, wakatokea njemba fulani hivi na ni Babrakia, yani wa Afrika. Baada ya kufika pale wakawateka Aminata, babake na Aminata na mamake na Aminata. Mamake na Aminata wakati anaongea akapigwa rungu la kichwa na kudondoka chini na kufariki hapo hapo. Aminata alilia sana. Babake na Aminata ikabidi apambane, akapigwa risasi ya kifua, naye akamaliziwa na risasi ya shingo. Babake na Aminata ndipo uhai napo ulipomtoka hapo hapo. Aminata akafungwa kama mtumwa, akachukuliwa kupelekwa utumwani. Aminata anashuhudia kijiji cha kwao kikiteketea moto, huku haelewi nini cha kufanya. Aminata ni binti mdogo sana. Wakachukuliwa kama wafungwa kwa kuwa wamefungwa kamba, wanapelekwa sehemu ambao hawajui. Akaja kijana mmoja hivi. Huyu kijana alikuwa anampenda sana Aminata. Kweli akampa maji ili kumsaidia Aminata baada ya kugundua Aminata amechoka sana. Akampa maji. Huyu kijana yuko karibu sana hao watekaji na hawakumfunga kamba. Walikuwa wamemwachia tu huru. Maana ni mtu fulani alishakubali matokeo. Akasema mimi nitaenda tu mwenyewe pasi kusumbuliwa na mtu yoyote. Safari ikaendelea, kuna mtu akadondoka chini amechoka sana na njaa. Safari ndefu na ukisumbua tu kidogo anakumalizia rungu la kichwa. Na kweli yule kijana alipigwa rungu la kichwa akafa pale pale. Safari kaendelea. Aminata ikifika sehemu anaomba ili asali hata kidogo amuombe Mungu wake. Lakini ukipiga magoti usali wanamtandika majeredi ya kutosha bila kuzani umri wa Aminata. Aminata ni binti kadogo sana lakini anateswa kama mtu mzima. Safari kaendelea. Ilikuwa ni safari ndefu sana. Kufika sehemu fulani, Bayo akaenda kuwaomba wenzake. Akaambia bwana, sikilizeni jamani, naomba muwafungulie hao kwa sababu hizi ni nzito sana. Isitoshe tulipofika ni mbali sana. Mkiwafungulia tutakuwa ni wepesi kutembea na tutafika tunapokwenda kwa urahisi. Wakafika kwenye mto fulani, yani bahari. Baada ya kufika pale, Aminata akamwona mzungu mmoja hivi. Na huyu mzungu na hawa jamaa kazi yao wanateka watu, wanawapeleka kwa hawa wazungu wanawauza. Kwa hiyo jamaa wanachukua pesa kwa wazungu ajili ya kuwateka wa Afrika wenzao. Aminata akawa anashangaa, huyu nini? Ni shetani au nani? Akasema hapana, huyu mzungu. Huyu ndo anatuchukua sisi hapa kwenye hili ziwa kutupeleka huko kwao. Hao ndo wanatununua kwao. Ikabidi pale wakafunguliwa kamba, wakaongezea mnyororo mingine, safari ikaendelea. Safari ilikuwa ni safari ndefu huko Aminata akioji mambo mbalimbali, lakini kila anakopita ni sehemu ambazo hajawahi kupita kabisa na hazielewi chochote. Aminata alimwambia Bayo, akamwambia ipo siku tutatoka tu. Walifika sehemu ikabidi wapumzike. Mvua zikawa nyingi sana zinanyesha huku wakiwa wanaloa na mvua, lakini hawana ujanja. Walipofika hapa ikabidi asubuhi ichomwe moto, kikachukuliwa chuma kizito sana, wakaanza kupigwa chata kama harama, yani kila mmoja anapiga chata mtu wake. Kweli wakachukuliwa wakapakizwa kwenye meli, wakaanza kukaguliwa. Kwenye meli kulikuwa na watu wengi sana ambao Waafrika tayari wametekwa, wananyanyasika vibaya mno, wanapigwa, wananyanyaswa, wengine wanachukuliwa wanatupwa ndani ya bahari wanakufa. Lakini Aminata akabaki tu kutulia na akasema jamani, msiwaue, watasaidia mambo mengi mbele ya safari. Wakati shangazi yake anataka kutoroka, mke wa mfalme kule akasema usipambane, wewe tufike, tutajua nini cha kufanya. Kulikuwa na mama mmoja mjamzito, akasema huyu mama bwana atakuwa tupo kwenye meli kwa sababu hana kazi. Aminata akasema subirini, huyu mama mimi nina uwezo wa kumsaidia kumzalisha, nitapambana atazaa vizuri na bado mtamtumia, naomba msimtupe. Kweli akamchukua yule mama akaenda naye pembeni, akamuuliza Aminata, kweli unaweza kumzalisha mtu? Akasema niko tayari kupambana naye ili wasimuue. Akaachwa. Ghafla tunamuona Bayo naye kitumbukizwa kwenye meli hiyo, naye kishakuwa mtumwa, akawekwa kwenye meli. Meli imejaa watu wengi sana wa Afrika na wazungu wakawa wameshika bastola kazi yao kwa nyanyasa wa Afrika, wanawachukua wanaenda kuwauza. Safari ikaendelea zaidi ya wiki kadhaa hivi, hawajui wanapelekwa wapi, huku safari nzito sana. Kwenye meli hiyo ikaanza burudani za hapa na pale
habari kama kawaida ya wazungu, wanapoona Waafrika wazuri wanawafanyia vitendo vya ajabu, na ni kweli wanachukuliwa, wanabakwa, wanafanya vitu vya ajabu. Ghafla mfalme alifika akamwambia Aminata, kweli tutarudi kweli? Aminata akaongea kwa ujasiri, huku tupo tu, lakini ardhi yetu tutarudi kwetu. Lazima tufanye jambo, tuwe majasiri na imara ili tuweze kutoka kwenye huu utumwa. Yule watu wengi wakamshangaa sana Aminata kwa maneno yake ya kijasiri, na huku akiwa mtoto mdogo sana. Kwa hiyo Aminata akawa anasaidia kupeleka chakula huku na huku. Siku moja alikuja mzungu mmoja akamuita Aminata, akawa anamwambia, bwana, utakaa na mimi karibu, utakuwa ukinihudumia mimi tu na hutateseka, hutapata chochote, hebu njoo ukae hapa. Aminata amekaa, akaanza kuonyeshwa hii ni ramani ya Afrika, hapa ni Afrika, hapa Senegal, hapa Ghana, hapa nchi fulani. Anampa kinywaji kizuri anakunywa, kisha yule mzungu akaanza kumshikashika Aminata. Aminata akashtuka sana, akaruka, lakini yule mzungu akishajua kabisa, na Aminata akajua kabisa kwamba hapa kinachoelekea ni mimi kubakwa. Na Aminata hajawahi kukutana na mwanamume hata kidogo. Alikasirika sana Aminata, iko kitondo, akaanza kuongea, mimi siwezi kufanya kitu kama hiko. Siku moja Aminata ametulia zake huko, akaanza kumzalisha yule mama ambaye alikuwa mjamzito, na alimzalisha vizuri sana. Yule mama akajifungua. Yule mama akasema, namshukuru Mungu, bila wewe Aminata mimi ningekuwa nishakufa. Na ni kweli, siku yule mama alivyojifungua mtoto wake akamuita Amina baada ya Aminata. Siku akaja kwenye burudani, yani wakapiga muziki, wanacheza, wananywesha, wanawalesha wale wadada, kisha wanawachukua wanaenda kwa wabaka. Yule binti sana akatokea zake, akachukua yule mzungu alikuwa anambaka, akamtia kisu, kisha akaanza kuwafungulia watu walianzishe pale ili waweze kurudi kwenye ardhi yao. Kweli baada ya kutoka hapo, yule dada akaanza kumfuata mzungu, baada ya mwingine anamtia kisu, lakini alikuwa hana silaha za kutosha kwa sababu alikuwa anategemea kakisu tu kadogo. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu sana kupambana na wazungu wenye silaha kali, wakati wao hawana silaha yoyote. Wakaanzisha bomba la fujo pale huku na huku. Wakati huo Aminata na Bayo wamejificha sehemu, wanashuhudia kila kitu. Yule dada akawa ametekwa kwa sababu wazungu wote walikuwa na silaha kali sana, na kisha wale jamaa wakamaliziwa, wakapigwa risasi. Yule chifu wa ule mji na yule binti walipigwa risasi hapo hapo bila kucheleweshwa, kisha wakatupwa kwenye maji. Lakini binti akasema, hata kama mtaniua, bado roho yangu, nafsi yangu itakuwa pamoja na wenzangu wa Afrika wenzangu. Sitokubali kunyanyasika maisha haya yote. Afadhali nife nikiwa na waangalia wenzangu. Kweli wakamuua, wakamtupa kwenye maji. Maisha yakaendelea hivyo. Aminata akawa anamsaidia yule mtoto wa yule mama ambaye alimzalisha yeye mwenyewe. Anakaa naye karibu, anamlea, kwenye baridi anamkumbatia, huku safari ikiwa inaendelea. Safari ilikuwa ni mbali sana, zaidi ya wiki 3, wiki 5 inakatika sasa. Mwisho wakafika walipokuwa wanakwenda. Wameshuka zao huko kwa watoto wa kizungu, wanawapiga na uchafu, wanaomwagia maji, wanawatukana, wanaomwagia maji machafu. Yani Waafrika walionekana kama sijui kitu gani, kama wadudu au kama manyani tu porini. Huku Afrika wananyanyasika sana. Wakapelekwa kwenye kachumba kadogo sana ambako kana baridi kali sana. Yani hiyo baridi sio mchezo. Lakini Bayo akaenda kumkumbatia Aminata, kumpa tu joto asipate sana baridi. Amemkumbatia huku akijitahidi kumuongelesha Aminata, tutatoka tu siku moja, ipo siku tutakomboka kwenye utumwa huu. Haya maisha sio ya kwetu. Tunajua hawa wazungu wapo kwa sababu yetu, lakini tunawachukia sio wazungu, ni Waafrika wenzetu ambao wanatufanya sisi kama watumwa. Wanatuuza kwa wazungu kwa manufaa, kupata fedha kwa ajili ya kukomboa maisha yao, wakiondoa maisha ya watu wengine. Kweli maisha yakaendelea ya mateso sana. Aminata alipita maisha magumu sana. Siku moja hawa wazungu wakaleta makombo ya chakula, yani machakula, mabaki ya chakula wanaletea, kwa sababu hawa watumwa hawana chakula. Wakaanza kugombea kile chakula na kushika mkononi. Bayo akaenda kupambana kuchukua chakula kidogo na kumpa Aminata ale. Yani anapambana kwa hali na mali hakikisha Aminata anapata chakula, na akamwambia kabisa, huku sisi hatutakufa, ni kwamba tutarudi salama kwenye mji wetu, tutapambana hali na mali. Kwa hiyo wanajitahidi kupeana joto yeye na Bayo, at least maisha yaende. Wanaletewa chakula, na machakula yenyewe ni yale makombo ambao wazungu wanabakisha, ndio wao wanawaletea huku. Maisha yalikuwa ni magumu sana ya Aminata na Bayo, lakini walijipa moyo, siku moja tutakuja kukomboa haya maisha, na maisha ya kitumwa yatakuja kukomboka. Basi kukakucha, jua likaanza kuchomoza kidogo, wakaona nuru. Wao wakachukulia kwenye ufalme wao ni nuru. Jua linavyochomoza asubuhi ni kama sehemu ya ukombozi umekuja. Basi kulipofika siku ya pili, wakachukuliwa kina Aminata, wakapakwa mafuta fulani ili wang'ae, waweze kufanywa biashara vizuri. Wa kwanza kabisa kupandwa kwenye mnada alikuwa ni Bayo. Bayo akauzwa kwa sababu Bayo alikuwa na nguvu kidogo na ni shujaa. Kwa hiyo akapelekwa kwenye, akanunuliwa na mtu ambaye alikuwa na mashamba huko ya chikichi. Lengo akachume chikichi na kulima chikichi. Kwa hiyo hawa wazungu wanawachukua watumwa wa Kiafrika kwa ajili ya kuwatumia kwenye mashamba yao kwa ajili ya kulima na kuvuna.
Kweli Bayo akachukuliwa. Bayo alilia sana, akamwambia Aminata, nitakutafuta, sitakuacha peke yako. Bayo huko akiwa anaondoka huko, Aminata machozi yanamtoka kwa sababu tayari wanatenganishwa kati ya Aminata na Bayo. Na azamu ya pili ikawa ni Aminata kupanda kwenye jukwaa ili kufanywa mnada. Yule bosi wake na Aminata akamnadi kwa mambo mengi sana kwamba huyu kibinti ana nguvu, lakini Aminata alikuwa na kamwili kadogo sana, ilikuwa ni ngumu sana kupata mteja na kupata mtu wa kumnunua kwa sababu anaonekana hana nguvu, hataweza kubeba mizigo, hataweza kuvuna chakula cha kutosha, hawezi kufanya chochote. Kwa hiyo kila kimnadisha hawezi kufanya chochote. Kulikuwa na mzungu mmoja akawa anamuona tu Aminata pale. Baada ya kushushwa ikabidi amfuate, akasema mimi namtaka huyu binti. Haijalishi kwamba hataweza kufanya kazi na hana nguvu, lakini niko tayari kuondoka naye. Kweli Aminata naye akanunuliwa na mzungu mwingine. Hapo Bayo anapelekwa sehemu yake na Aminata anapelekwa sehemu yake. Maisha ya Aminata na Bayo yakalianzia kufia hapo. Walianza kutengana kutoka hapo. Na Aminata akachukuliwa kupelekwa sehemu nyingine ya mbali sana na Bayo, bila kujua hawa watu wanatenganishwa wanapelekwa wapi. Na wazungu wao kazi yao ni kuwachukua Afrika kwa ajili ya kuwatumikisha kazi za ndani. Lakini huyu mzungu alomchukua Aminata hakuwa na lengo la kumpeleka shambani, alikuwa lengo la kwenda kumtunza vizuri ili baadaye awe mke wake. Yani huyu mzungu alikuwa anahitaji kabisa awe na mke wa Kiafrika, lakini alimuona Aminata. Lakini kilichokuja kutokea, yeye hana mpango wa kuoa. Yeye alitaka tu apate mwanamke wa kuburudika naye kwenye starehe zake. Kweli Aminata akafungwa zake kamba na kupelekwa zake huko alikonunuliwa. Maisha yakaendelea kuwa ya mateso na manyanyasiko kwenye maisha yake. Aminata ni binti mdogo. Aminata anaingia kwenye majukumu mazito yasiyokuwa na umri wake ya mateso na kunyanyasika. Aminata akadondoka chini, akaishiwa na nguvu kwa sababu ya chakula, alikuwa hajala muda mrefu. Baada akapelekwa chumbani. Bahati nzuri akalipofika kule akakuta mama mmoja mpishi wa jikoni, alikuwa ni Mwafrika na alikuwa anampenda sana Aminata kwa sababu yeye hakuwa na mtoto kabisa. Kwa alimchukulia Aminata kama mtoto wake. Alikuwa akimtunza vizuri na kumlea vizuri. Baada ya miaka kadhaa Aminata amekuwa mtu mzima sasa, ambayo huyo hapo baada ya miaka 23 kupita. Aminata sasa ana miaka 24 na amekuwa mtu mzima. Na yule mzungu alikuwa anamlea Aminata akamfuata. Akasema nimekuacha kwa muda wote. Ni sawa sawa unalitunza parachichi ili lije kuiva. Yani umechukua parachichi changa umeliweka lije kuiva afu baadaye uanze kulitumia. Kwa hiyo baada ya Aminata ametunzwa kwa muda mwingi sana, ni zamu yake sasa kutumika na huyu mzungu. Lakini Aminata alikuwa hataki kabisa hivyo vitendo. Yeye alibaki kama mtumwa na mfanyakazi wa ndani, kusaidia kazi zote za ndani, lakini sio kusaidia kutumikishwa kingono. Lakini huyo mzungu alikuwa target yake kubwa ni kumtumia Aminata kingono tu na kumtumikisha kazi zote za hapa nyumbani, na yeye kwa ajili ya starehe zake na burudani zake. Mama akapanga vitu, akasema tayari kumekucha, tunataka tuende zetu shambani tukaendelee kulimalima. Akapangiwa vitu vyake pale Aminata vya kwenda navyo shambani. Mama aliomlea Aminata na Aminata walikuwa wanapendana sana, na mama muda wote alikuwa akimchukulia Aminata kama mwanae. Anaambia mama usiseme hivyo, wewe ni mama yangu, sio kwamba ni mama yangu wa kunilea. Mama anampa kioo, anaambia wewe ni msichana mrembo sana. Na Aminata kijiji kizima hiki walikuwa wanakimkubali sana. Yule mzungu alikuwa akimsifia Aminata kila anachokuwa anafanya, kwamba huyu Aminata ndo anafanya kazi vizuri, na akipika asema Aminata ndo anapika chakula kizuri. Mwisho mke wake yule mzungu akaanza kushtuka, akaanza kusema mbona huyu mume wangu anamsifia sana Aminata kwa kila jambo? Aminata ana kitu gani? Kutoka hapo akaanza kumfuatilia kwa undani sana, aone kwa nini Aminata anasifiwa na mume wake kwa kila jambo analolifanya. Kwa hiyo yule mzungu wa kike akaanza kumfuatilia Aminata kwa hatua, aone kuna kitu gani ndani yake kati ya yeye na mume wake. Muda huo mama yake mlezi akamfuata, akamchukua Aminata, akasema kuna kazi za ziada tunataka twende tukafanye. Kweli Aminata akamtoa pembeni, akamwambia mwanae, akamwambia sikiliza, kuna mgeni amekuja anataka kuona. Maskini alikuwa Bayo, naye alikuwa ni mtu mzima tayari. Bayo alimletea Aminata kitambaa baada ya kumtafuta muda mrefu sana, zaidi ya miaka 20 hawajaonana. Wote machozi yanawatoka tu. Aminata kuamini kabisa kama ipo siku atakutana na Bayo. Akamkumbatia na kumkisi pale, akasema mimi nafanya kazi mashambani lakini sio sehemu mbaya. Vipi wewe? Mimi naendelea vizuri. Akafurahi sana, na kutoka hapo Bayo akamwambia bwana, mimi nataka nikuoe, naomba umwambie mama yako anakulea, mimi nataka niwe mke wangu. Kwa hiyo Bayo akawa anakuja kwenye huyu nyumba alikuwa anaishi Aminata mara kwa mara. Yule mzungu siku moja akamuita Aminata chumbani, akasema njoo nisaidie kazi baada ya mke wake alivyotoka. Akafunga mlango kwa nguvu, akamshika kwa nguvu Aminata. Akasema leo na iwe vovote na iwe lazima mimi nionje tu. Akaamua kumbaka kwa nguvu. Aminata akawa hataki kwa kitendo, akasema mimi sitaki, usinifanyie hivi. Aminata akawa analia, anapiga kelele, lakini yule mzungu akasema hakuna, leo vovote takavyokuwa na iwe. Lakini yule mzungu akambaka kwa nguvu Aminata na kumtumia kinguvu bila Aminata kupenda ile swala. Kama unavyojua tena mtumwa huwezi kukataa chochote kile. Aminata akawa analia tu pale chini. Akaja
mzee mmoja akamnyanyua Aminata akampeleka mpaka kwa mama yake, akapewa chakula. Mara akaja yule mke wake yule mzungu, akampa kitabu fulani hivi, akasema chukua hiki kitabu soma, halafu nitakwambia baadaye kwa nini nimekuletea hiki kitabu. Mimi mume wangu najua alichokufanyia, ila kuna jambo tunataka tufanye, nitakuhamisha hapa. Bayo siku moja akaja, wakakazao pembeni na Bayo, kabidi tu Aminata amkunjulie Bayo, ampe mzigo, kwa sababu ilikuwa tayari mzungu alishafunua kila kitu na kishamtoa bikira yake Aminata. Wakafurahi, sherehe kapita, na Aminata akawa mjamzito, akapata mimba ya Bayo. Lakini yule mzungu alikuwa anaamini kabisa labda ile mimba ya kwake. Akamfuata Aminata, nataka uniambie hii mimba ni ya nani? Aminata akamwambia kabisa hii mimba sio ya kwako. Yule mzungu alivyoambia ile mimba sio ya kwake, akakasirika sana, akamchukua Aminata kwa nguvu, akampeleka sehemu, akaanza kumpiga na kumnyanyasa kwa nguvu. Nimesema unanifanyaje hivyo? Wewe unasema mimba sio yako, hii mimba ni ya nani? Lazima utaje mimba nani? Akamnyoa nywele zote na kwa kisu. Kwa hiyo Aminata akawa kipala, akawa ovyo ovyo. Akamwambia hebu jiangalie ulivyokuwa mbaya. Wewe kunikatalia mimi? Yule mzungu alikuwa anamnyanyasa sana Aminata. Na kweli kafika wakati Aminata akajifungua mtoto wa kike. Akajifungua katoto kake karembo. Sasa yule mama alimsaidia kumkunga mpaka Aminata akajifungua. Yule mzungu akaja zake siku moja. Baada ya kuja pale akamcheki yule mtoto, akagundua yule mtoto ni mtoto wa ngozi nyeusi, sio mtoto wake. Mzungu aliumia sana iko kitendo, kwa sababu alitegemea siku moja aje kumbaka Aminata then azae naye, kwa sababu mke wake hawezi kupata mtoto, yani mke wa yule mzungu. Siku moja Bayo akaja zake kwenye chumba cha Aminata, akaingia kwa kunyata sana kumrukia Aminata. Baada ya kumrukia pale akamcheki mtoto wake, Bayo akafurahi sana, akamkisi Aminata, furaha, wako zao shambani wanafanya zao kazi. Ghafla akaja mdada mmoja hivi wa kizungu na kwenda kwa yule mtu ambaye alomnunua Aminata, akasema mimi namhitaji Aminata akaishi nyumbani kwangu na atakuwa mtumwa wangu kutoka sasa. Aminata kwa zake kitandani amelala usiku, anagundua mtoto wake hayupo. Aminata akatoka mbio kumfuatilia mtoto wake, akakuta mtoto wake anauzwa kwa mzungu mwingine. Akapigana sana Aminata apambane, anamtaka mtoto wake, analia lakini haiwezekani tena. Aminata amerudi zake pembeni, amekaa, machozi anamtoka, anamlia mtoto wake. Anasema haya ni maisha gani? Ni mtoto wangu yule, ni mtoto wangu. Mama akaja akamshika akasema lakini kuna mtu anataka akununue ukaishi kwake. Kwa hiyo Aminata kaandaliwa vizuri. Kule dada alikuwa amefiwa na mume wake, anaishi na watoto wake tu. Kwa hiyo alimchukua Aminata kuja kuishi naye huku kwa sababu tu aje kuanza naye maisha. Huyu dada alikuwa ni mtu mzuri sana. Usisahau kusubscribe, kucomment ili uendelee kupata update nyingine. Tutakuja na story hii kwa sehemu ya pili. Kabla tujamaliza sehemu ya kwanza, tutakuletea nini kitakuja kuendelea baada ya Aminata kununuliwa kwa huyu dada wa kizungu sehemu nyingine kabisa, na kule amempoteza mtoto wake, hajui mtoto wake yuko wapi, na Bayo ameenda wapi, hawajuani hadi sasa. Bayo na Aminata na mtoto wake hajulikani yuko wapi. Maisha yanaendelea. Mtoto wa Aminata sasa amekuwa mtu mzima.